Hii inawezekanaje? Mbona sifiki? Ina maana sijafika katikati ya msitu wa kifo? Oh. Au nimepotea? Oh, mwanangu Kitana. Nitarudi vipi sasa nyumbani? Nitafika vipi? Maana sijui nilipoingilia wala ninapotokea. Oh, mwanangu Kitana. Nitakupambania mpaka mwisho wa maisha yangu. Siwezi kukubali. Sikubali. Kitana. Kitana. Kitana mama, Kitana. Kitana, Kitana. Hila mashiba. Shiva. Hila mashiba. Shiva mama. Hila mashiva mama. Hila. Ahena Mantare, chifu Imahi. Amani iwe nawe Ngalewa. Najua nilikufukuza ndani ya himaya, lakini nashukuru kwa sababu umerejea. Ngalewa, hali ya Mantare imekuwa ni mbaya sana. Chifu, ni kweli nitoka ndani ya himaya, lakini kanilazimu nirudi. Maono niliyoyaona yamekuwa ni njia pekee ya kunifanya nirejee ndani ya himaya hii, kwa maana nimeona himaya ikiangamia na watu wote wakipoteza maisha, na hii yote ni sababu ya Kopaku. Ngalewa, wananchi wana hofu kubwa sana. Tufanyeje kutatua tatizo hili? Chifu, nilikwambia sio mara moja wala mara mbili. Nilikwambia mara nyingi sana kwamba mzimu wa Kopaku ndio chanzo cha matatizo yote yanayoendelea ndani ya himaya Mantare, na njia pekee ya kuzuia mzimu wa Kopaku ni kuweka ukweli wazi. Lakini mpaka sasa chifu, ukweli haujajulikana. Na nilikwambia Kopaku atarudi, na akirudi safari hii atakuwa na nguvu kubwa ambayo hata mimi siwezi kuizuia tena. Na ndicho kinachotokea hivi sasa. Kopaku amerudi, na dhamira yake kuu ni kuangamiza himaya yote, ikiwemo wewe mwenyewe. Nilishakueleza chifu, njia pekee ya kuzuia haya yote ni kumtoa kijana wako Zumo, na hakuna njia nyingine. Hapana Ngalewa, tofauti na kumtoa mtoto wangu wa kuzaa, hakuna njia nyingine. Chifu, kwa uwezo wangu wa kuona, hapo ndipo nimeishia. Labda tutafute msaada sehemu nyingine. Labda tunaweza tukapata msaada kwenye msitu wa kifo. Halafu nina jambo jingine muhimu sana. Wakati nakuja hapa kwako, nimemkuta Bi Nyanza. Unafahamu ujio wake? Nyanza? Inawezekanaje Nyanza akawa ndani ya himaya Mantare? Mimi sijawahi kuonana naye na wala sijui amefuata nini. Ngalewa mama ye, Ngalewa uongale. Ngalewa mama uongale. Ngalewa mama ye. Ngalewa mama. Kitana mama, Kitana. Kitana, Kitana. Kitana mama, Kitana. Kitana, Kitana. Kitana mama, Kitana. Kitana, Kitana. Kitana, Kitana. unapata wapi ujasiri wa kuja mpaka huku wakati unajua kabisa upo matatizoni? Mtukufu Zumo, nilikwambia kwa sasa usalama wangu ni jukumu langu mwenyewe, hivyo niko sehemu salama. Hata kama, lakini vipi kama walinzi wangekuona au wanaimani wangekuona? Utawaeleza nini Kitana?
Uone kama wajitafutia matatizo, na mimi utanitafutia matatizo pia. Jihurumie basi, mimi nina wasiwasi sana kuhusu wewe. Naomba unielewe mtukufu Zumo, mimi niko sehemu salama, wewe kuwa na amani na kuhakikishia kwa hilo. Sawa, lakini naomba turudi kwenye maficho. Naamini kule utakuwa salama zaidi. Hapana, mimi siwezi kwenda huko kwa sasa. Nahitaji muda mrefu wa kukaa hapa kufikiria maisha yangu, na pia nahitaji nioge. Sawa, jitahidi uwahi kitana, mimi nakusubiri. Mganga Tano. Mganga Tano. Haina Mantare mtukufu chifu. Amani iwe nawe. Namuulizia Mganga Tano. Nimemkuta? Mganga Tano hayupo. Kaenda wapi? Hata mimi kwa nimesafiri, na hivyo rudi sikumkuta. Anaondokaje kwenye himaya muda wote huu bila kutoa taarifa yoyote? Sasa anaacha maagizo. Akija mwambie aje haraka sana. Sawa mtukufu chifu. Haina Mantare. Haina Mantare. Haina Mantare. Haina Mantare. Kopako, hongera sana kwa kazi nzuri. Hakika wewe ni mlinzi mkuu bora katika himaya ya Mantare, na ndiyo maana nikaona wewe ni mtu pekee unaweza kunisaidia jambo langu. Malkia mdogo, ni jambo gani hilo? Kopako, hivi utakuwa mlinzi wa himaya hii mpaka lini? Ina maana wewe hujawahi kutamani kuwa kiongozi na kuamrisha watu? Malkia mdogo, bado sijaelewa nini unamaanisha. Namaanisha uongozi wa juu kabisa. Ina maana wewe hujawahi kutamani kuwa chifu? Utaratibu kumpata chifu nazo unajulikana toka enzi ya mababu. Mimi sina damu ya kuwa chifu. Sasa nawezaje kwenye hilo? Mimi naweza kukufanya ukawa chifu endapo utakuwa mtiifu na msiri katika mpango wangu, kwa sababu sina imani na uongozi wa chifu wa himaya ya Mantare. Na endapo ukafanikisha hili swala, wewe utakuwa chifu na mimi nitakuwa malkia wako, na ninaamini uongozi wako utakuwa bora zaidi. Nitafanya kama sijasikia hayo maneno kutoka kwenye kinywa chako, na haya mazungumzo kati yangu mimi na wewe kama hajafanyika, na sitarajii tena kusikia maneno kutoka kwako. Asante kwa muda wako. Ahusaka, ahusaka, Mtukufu Malkia, nisikia mpango wako juu ya wewe na mlinzi mkuu Kopako, lakini Kopako amekataa nafasi hiyo. Mimi niko tayari mtukufu, niko tayari kukutumikia, kusimama pamoja na wewe na kuhakikisha hii himaya ya Mantare inakuwa mikononi mwako. Unasimama kama Malkia, na ukishatimiza ahadi yako, basi nami nitasimama kama chifu wa himaya ya Mantare. Safi sana. Nilikuwa natamani kupata kijana kama wewe, mwenye akili ya kujiongeza. Una uhakika unaiweza kazi yangu? Ndiyo mtukufu, niko tayari. Niko tayari hata sasa kukutumikia. Niko tayari kupambana pambano lolote lile, kusimama pamoja na wewe na kuhakikisha himaya nzima ya Mantare inakuwa mikononi mwako. Hii kazi inahitaji kijana mwaminifu, shupavu na msiri. Niahidi katika hilo.
ahadi yangu iko juu yako Marikia. Kamwe sitaenda kinyume na mapenzi yako. Nitafanya sawa na mapenzi yako, na kama ulivyoniagiza tahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Nipe nafasi hii mtukufu Marikia mdogo, ili nikuvike taji la umarikia wa himaya ya Mantale. Ahena Mantale, mlinzi mkuu Kopako. Marikia mdogo, ni mara ngapi na kuonya juu ya jambo ambalo unataka kuifanya? Hivi wewe unazungumza kama nani? Na kwa nini unapenda kuniingilia kwenye majukumu yangu? Ikiwa kama mlinzi mkuu wa himaya hii, siwezi kukubali kuona madhara yoyote ya mkuti chifu ama ndani ya hii himaya. Unadhani jambo lako litafanikiwa? Hiyo haiwezekani. Faro, umekula kiapo kulinda mipaka na ukoo wa kichifu. Sasa uko tayari kumpindua chifu na himaya yake, si ndio? Hili haliwezekani. Nasema haliwezekani. Nitasema kila kitu mbele ya chifu ili ajue kina nani ambao wanataka kumpindua. Ahena Mantale. Ahena Mantale. Ahena Mantale. Ahena Mantale. Ahena Mantale. Ahena Mantale, chifu wangu. Amani iwe nawe. Chifu, kuna jambo naomba tuzungumze. Sawa, haina shida mlinzi wangu. Tunaweza kuzungumza. Ahena Mantale, mtukufu wangu. Amani iwe nawe mke wangu. Chifu, nilikuwa naomba kuzungumza na wewe. Nina mazungumzo ya faragha. Sawa mke wangu. Naomba kwanza uniwie radhi, nina mazungumzo na mlinzi mkuu. Kwa hiyo unataka kusema yeye na mimi, yeye ni bora zaidi kwako? Kopako, hilo jambo linaweza kusubiri mpaka kesho. Kwa sasa ni muda wa kuzungumza na mke wangu. Unaweza ukaondoka. Kopako, ni nini unachohitaji kwenye maisha yangu? Mimi nilijua nimeshamalizana na wewe baada ya kukataa mpango wangu. Mpaka sasa nashindwa kutimiza hazima yangu. Ni wewe ndio unayenikwamisha. Na vipi chifu akijua ukweli kabla sijakamilisha mpango wangu? Hapana, lazima nikushughulikie Kopako. Lazima. Maginga, leo lazima ufe. Amri imetoka juu. Juu wapi? Kwa mlinzi mkuu himaya Mantale, faru wa Zamba. Bibi huyo. Vinyanza huyo. Bibi yangu huyo. Viongozi, walinzi, nilisahau kuwasalimia. Ahena Mantale.
Minza, binti mrembo wa himaya hii, mbona sura yako inaonyesha kuwa haina furaha tena na kama imepoteza matumaini? Ni nini haja ya moyo wako? Faru, wewe mwenyewe unajua fika jinsi gani ambavyo nakupenda. Mimi nateseka mwenzio. Hichi kitu sijawahi kukwambia. Mume wangu ana matatizo. Hanitimizie kabisa haki yangu ya ndoa. Unaelewa nini namaanisha? Mimi naomba unichukue, twende tukaishi na wewe kwako. Niko tayari kwa chochote. Minza, mimi sikuwa nayajua hayo yote. Na wala sikufahamu kabisa kama mume wako ana changamoto kama hiyo. Ila tambua wewe ni mke wa mtu. Nitaweza vipi mimi kuchukua Minza na kuweza kuishi na wewe? Faru, unaweza kunichukua na kunipeleka nyumbani kwako. Haushindi kufanya hivyo. Naomba unichukue, unipeleke nyumbani kwako. Nawezaje kukaa sehemu ambayo sipati furaha yote? Na hata hivyo nilisikia kwamba mke wako hayupo, ameondoka. Naomba basi nikaishi japo hata na wewe siku chache. Hizi taarifa wewe za mke wangu kuondoka umezipata wapi Minza? Ni kwamba unanifuatilia kiasi hicho? Nakufuatilia kwa sababu nakupenda sana Faru. Wewe mwenyewe unalijua hilo. Nakuomba, naomba tukaishi wote. Sawa, basi nahitaji muda. Usijali kwa sababu wewe ndio mwanamke unayenipa pia furaha. Na natamani kuona ukiwa na tabasamu wakati wote. Hivyo nitalifanyia kazi jambo lako na kuahidi. Kweli Faru? Ondoa shaka. Una bahati sana binti yangu. Hivi umewaona vijana waliofika kushiriki kujiandikisha katika sherehe za mavuno za mwaka huu? Wote watanashati. Na nzuri zaidi ni watoto wa kichifu wa himaya za jirani. Kwa hiyo ninaamini mmoja wapo atakuwa mwanaume sahihi kwako. Mama Nzula, nadhani mwenyewe unajua mwili wangu uko hapa, lakini moyo wangu haupo hapa. Muda wote namwaza Maginga. Sasa nawezaje kuolewa na mwanaume mwingine ambaye hayuko moyoni mwangu? Ninakuelewa binti yangu. Na najua ni jinsi gani unavyompenda Maginga. Lakini unatakiwa kutambua, wewe ni binti wa chifu na ni lazima uolewe na mtoto wa chifu wa himaya nyingine. Hii sio kwa ajili yako tu binti yangu, bali ni kwa ajili ya wanahimaya wote wa Mantare. Wakati mwingine hisia za mwanamke hubadilika kutokana na mazingira. Hata mimi kabla sijaolewa na baba yako nilikuwa simpendi, lakini baada ya kunioa ilinibidi nimpende. Hivyo ninaamini hata wewe mazingira atakufanya umsahau Maginga na kumpenda mwanaume utakayempata. Ni sawa, lakini siwezi kufanya hivyo. Na usikiliza moyo wangu kuliko kitu kingine chochote kile. Na nipo tayari kupoteza chochote, hata ikibidi nafasi yangu ya utoto wa kichifu, ili mradi tu niwe na Maginga. Una akili kweli? Aya, unatafuta nini uko juu? Nia yako ni kwamba sisi tunakuja hapo kuoga utuchungulie, si ndio? Makoti nayo kwa kuteleza. Nilikuwa juu huko natafuta nazi. Kwa mnazi gani wa kusema kwamba unapanda huko juu unatafuta nazi? Kuna nazi huko? Wewe tushakujua. Tabia yako unakujaga hapo kutuchungulia sisi wanawake tunakuja kuoga hapa, si ndio? Wewe ukiendelea na hiyo tabia mimi siwezi kabisa. Habari za kuchungulia waga sinaga mimi. Uache kujichekesha hapo. Naomba uondoke, nataka nioge. Ila sema ili koti lisingeteleza leo ningeona vitu visizoona.
sikia nikwambie kitu. Ona. Panawasha. Panawasha kweli kweli, yani japo kuwa panawasha, lakini siwezi nikakwambia kuwa mke wa Nombo anatoka na faru wa Zamba. Aka nisijakwambia, lakini niliwaona wako njiani wamesogeleana hivi. Sawa, ushaniambia. Naomba uondoke, nataka nioge. Kwa hiyo unataka kuoga sasa hivi? Basi nipande juu nikusubirie au niondoke? Wewe, nimekwambia hivi, ondoka, nataka nioge. Na wewe tabia yako unaijua. Usije ukajifanya hapa unatoka afu kafika mbele ukajificha unichungulie. Kwanza hata kuoga kwenyewe ushanitia mashaka. Basi wewe oga tu, mimi naondoka. Si wakali. Ni bora tumkutana hapa. Maana nyayo zangu zimekuja kwenye kaya yenu leo. Lengo na dhumuni kuja kufuata jibu langu. Unafahamu fika mimi ni mgane katika himaya hii. Na kwa umri wangu si vyema kuwa mgane. Na nishakwambia hayo kabla. Vipi kuhusu jibu langu? Jibu gani unalitaka wewe? Jibu si nimeshakupa kwamba sikutaki, sikuhitaji. Jibu gani lingine? Wenda tuliongea swala lingine. Wewe unifahamu vizuri. Unapata tu habari. Sasa acha leo nikuthibitishie mimi ni nani. Yaani kukupata ni lazima na nitakupata kwa njia yote. Yaani mimi si wakali kuwa na wewe. Iko kitu sahau. Sahau kwenye akili yako. Kwenye hii maya yote wanakujua wewe. Ukioa mwanamke anakufa. Kwa hiyo unataka na mimi niingie kwenye hayo matatizo? Yaani unataka uniweke mtego? Baba, hilo sahau. Nayapenda maisha yangu. Sijachoka bado. Uzuri za chini chini umepata. Sasa leo hii utachagua uingie kwenye kifo au uingie katika mahusiano.